Katika siasa yetu ya Kenya leo, kuna wanaume sasa wamejitosa uwanjani kung'ang'ania kiti ya urais. Lakini kuna mmoja ambaye upende usipende amepita wale wengine mbio chwa na upatikani. Baka wanaotafuta na yeye watafute mbinu mpya. Sasa wewe unaenda na mmoja wao na wewe anasema na kuunga mkono na anasimama anasema mimi tumekubaliana na fulani kwa sababu tutamfanya rais. Sikia, kiti ya gavana Nairobi yetu, kiti ya seneta yetu, women rep yetu, sijui wabunge 75 ya Wiper ni 10, sijui ni Wiper au ni nini. Haya MCAs sijui ni ngapi. Sasa wewe jiulize, ni mjinga gani Mkenya ataamka aende akapige kura katika sanduku namna hiyo, ambaye anajua kwamba viti imeenda na mtu fulani na watu wake? Kwanza nyinyi mkiombea Kalonzo muambie okoke na fikira. Wacha kuitisha kura kwanza. Na mimi najua hapa mtasema mwana nunji, yes. Lakini lazima mumuombea bandirike kwa fikra, ajue Kenya ni kubwa ya kuleta siasa za Kenya. Na sio kura ya Mkikuyu inaweza kumfanya rais. Sio kura ya Mkamba inaweza kumfanya rais. Ni kura za Wakenya. Kenyatta tulipompikia kura, tumepika kama Wakenya. Hata kama Wakikuyu wamepika wengi, mimi najihisi kwamba Kenyatta alichakuliwa na Wakenya. Na alikuwa rais wa Wakenya kwa sababu alichakuliwa na Wakenya. Moi alipoingia na akaitisha kura, mimi najihisi kwamba Moi alipikiwa kura na Wakenya lakini sio Wakalenjin. Akaingia Mzee Kibaki. Sisi wote, mimi pale nasimama nilikuwa naongea kwa nguvu sana nikisema Kibaki tumemchakua kama Wakenya lakini sio kama Wakikuyu. Akaingia hata na Uhuru. Mimi nilikuwa napinga Uhuru na Raila tukiwa pande ile. Hakuna siku nimesema Raila Uhuru alipikiwa kura na Wakikuyu. Alipikiwa na Wakenya na akashinda. Ameingia Ruto. Ruto hajasema mambo ya Ukalenjin pahala hata sehemu moja. Alafu hawa wanajifunza siasa. Wanataka kutuambia kwamba kutakuwa na watu yetu ya Wakamba, kunakuwa na watu yetu ya Wajaluo, kutakuwa na watu yetu. Tuache hii ukora ndoko, tuunganishe taifa letu. Tunataka Mkisii akija hapa hawe Mkenya, na Munduruma akienda Kisii hawe Mkenya. Na tunataka Kenya iwe nchi yetu ambao tunaishi sisi wote kwa kuitambasamia na kuona kwamba tunaipakata kama mtoto wa miezi 6. Lakini sio kuforoga namna hiyo. Mimi nataka tusahau hiyo maneno na niambie ndugu yangu Kalonzo, nikiwa hapa, ona makasisi wa kuombea. Mungu akufungulie njia, ujue kiti ya rais inaitishwa namna gani. Na hata kama utakosa, ukiwa na msimamo wa haki na kumheshimu Mungu, utakuwa na heshima hata mbinguni. Kwani lazima tushinde wote? Dennis, unaambiwa wewe ndio utashinda? Keti unaenda kujaribu.